Lete neno la Mungu ambalo litakujenga, na ikiwa ni mwezi wetu wa pili, nataka nitangaze ya kwamba huu ni mwezi wa kutendea kazi kanuni za Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Na mimi tumekuwa na maombi mazuri kabisa ambayo yametuingiza katika kina kumtafuta Bwana, ikiwa ni mwaka wetu wa kujiliwa na Bwana, na andiko letu la msingi ni Luka sura ya kwanza mstari wa 35. Bwana Yesu asifiwe. Niombe na kusema kwamba Mungu akajie familia yako kwa maombi uliyoomba. Bwana kujie kazini katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakujie katika eneo la uchumi kwa jina la Yesu, ukastawi kwa uweza wa Mungu. Haleluya. Ni vizuri kuwekeza katika maombi, kwa sababu uwekezaji wa maombi ni uwekezaji mzuri. Haleluya. Narudia tena, uwekezaji katika maombi ni uwekezaji muhimu sana kwa Mkristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na kwenda kuletea somo ambalo tutakuwa na mfululizo wa somo hili kwa wiki chache, kwa habari ya kanuni 3 zinazoleta matokeo unayoyatamani. Haleluya. Narudia tena, kanuni 3 za muhimu sana ambazo zitakuletea matokeo unayoyatamani. Haleluya. Na ikiwa ni mwezi wetu wa kanuni za Mungu, lazima tuzitende. Haleluya. Swali muhimu linaweza likaja kwamba kanuni ni nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia kanuni ni nini, lakini tutaangalia tabia za kanuni. Haleluya. Tabia za kanuni. Kanuni, kama unaandika, kanuni ni kitu ambacho hakibadiliki. Ni mfumo usiobadilika. Haleluya. Haleluya. Kanuni ni mfumo usiobadilika, ambao ndani ya hiyo kanuni kuna matokeo unayoyataka. Jina la Bwana libarikiwe. Kanuni ni mfumo usiobadilika. Sheria zipo lakini zinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanuni ina tabia ya kutobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na mfululizo wa somo hili ambalo litahusu kanuni 3 za muhimu kwa Mkristo ikiwa unatamani matokeo. Haleluya. Kanuni hizi 3 ni muhimu sana uweze kuzijua, lakini sio kuzijua tu, uweze kuzifanyia kazi na kuziishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja wetu kuna aina fulani ya matokeo unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mfanya biashara, kuna matokeo fulani unayoyatamani kuona ukiyapata katika eneo la biashara. Lakini pia mfanya kazi katika kazi yake, kuna matokeo unatamani kuona. Haleluya. Lakini pia mwanafunzi katika masomo, kuna matokeo unatamani uyapate. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Eneo lolote ambalo unahitaji matokeo, ni muhimu ujue kanuni ya muhimu katika eneo lile, ili kusudi uweze kupata matokeo unayoyatamani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii, sema amen. Hii amina haitoshi, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna mtu anaishi bila matamanio ya kuona anaenda mahali fulani. Haleluya. Lakini pia hakuna mtu anaishi bila kutamani kitu fulani akiona kikitokea. Ikiwa ni uchumi, uone ukipanda level za uchumi. Haleluya. Zipo kanuni ambazo zinakuwezesha kupanda viwango vya uchumi. Lakini pia unatamani kuwa na ndoa nzuri, ziko kanuni ambazo ni muhimu zijue, ili kusudi uweze kupata matokeo mazuri katika eneo la ndoa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mtu anatamani matokeo. Sasa moja ya tabia ya kanuni, kanuni hazina mbadala. There is no substitute. Hallelujah. When it comes to apply kitu kinaitwa kanuni, principles. Hallelujah. Hakuna mbadala. Kuna baadhi ya maeneo katika maisha ya Mkristo
ambayo ukitaka upate matokeo, there are times hauhitaji kuomba. Haleluya. Kuna nyakati hauhitaji kufunga. Kuna aina ya kanuni ambazo ni funguo fulani zinazokupa matokeo katika eneo unalotamani kupata matokeo. Haleluya. Hazina mbadala kanuni. Tukienda katika level ya kawaida, katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku, ukitaka kupata chai nzuri, kuna kanuni ya kutengeneza chai nzuri. Haleluya. Ukitaka ugali mzuri, kuna kanuni za kupata ugali mzuri. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hizo kanuni hazina mbadala. Ukitaka kula ugali mzuri, lazima uwe na unga, lazima uwe na maji. Haleluya. Na lazima uwe na moto. Those are principles. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka ufunge na kuomba ili upate ugali mzuri, utachukua muda mrefu sana. Haleluya. Tafuta unga, weka moto, weka maji, alafu changanya pamoja, utapata ugali mzuri. Sema kanuni. Hazina mbadala. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kuna watu wanatamani kupata matokeo. Sema matokeo. Lakini hawazijui kanuni katika eneo lile. Inahitaji nini ufanye? Inahitaji kanuni gani ili kusudi uweze kupata matokeo? Haleluya. Hebu nikutambulishe kwa kanuni ya kwanza kabisa, ambayo ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Tunaiona katika Mwanzo sura ile ya 8 mstari wa 22. Kanuni ya kupanda na kuvuna. Ikiwa unahitaji matokeo yeyote, haleluya, lazima upractice kanuni hii ya kupanda na kuvuna. Haleluya. By nature huwezi ukatarajia kuvuna kitu ambacho hujapanda. Wakulima watakubaliana na mimi. Haleluya. Kanuni ya kupanda na nini? Na kuvuna. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzo sura ile ya 8 na mstari wa 22. Pastor Isaac, tafadhali nisaidie kusoma pale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Yes. Biblia inasema, muda nchi idumupo. Anasema kwa kadri ambavyo nchi au dunia bado ipo, majira ya kupanda. Majira ya kupanda. Sema kupanda. Na mavuno. Ndiyo. Wakati wa baridi na wakati wa hari. Ndiyo. Wakati wa kaskazi na wakati wa kusi. Yes. Mchana na usiku havitakoma. Anasema majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. Jina la Bwana libarikiwe. Piga Bwana Yesu makofi kwa neno zuri kabisa. Hallelujah. Majira ya kupanda na kuvuna ni majira very very critical. Hallelujah. Amen. Ni majira ya muhimu na ni majira ya thamani sana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni majira ambayo unajua, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Mungu alipomuumba mwanadamu au alipoumba ulimwengu, alikusudia kila kitu kijizalishe. Haleluya. Amen. Hebu naomba nisaidie kumwambia jirani yako, kila kitu kina mbegu. Kila kitu kina mbegu. Mwambie tena, kila kitu kina mbegu. Kila kitu kina mbegu. Yaani akisema kila kitu ni kila kitu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu kina uwezo wa kujizalisha. That's why majira ya kupanda na kuvuna ni ya muhimu sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kumbuka tutajifunza kanuni 3 ambazo zinaleta matokeo unayoyatarajia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa kuna watu wanatarajia kuvuna vile ambavyo hawajapanda. Na maandiko yanasema katika Mhubiri sura ya 3 ya kwamba kuna majira ya kupanda na kuna majira ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 6 na ule mstari wa 7, Biblia inasema kwa maana Mungu hadhihakiwi apandacho mtu. Haleluya. Hebu sema apandacho mtu. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho atakachovuna. Haleluya. Amen. Sasa kuna matokeo na matamanio ambayo unatamani kuona kuna vitu vinatokea. Lakini be careful. Kuwa makini sana nini unapanda. Kwa sababu majira ya kupanda na kuvuna hayana ukomo. Haleluya. Amen. Ni majira very very sensitive katika ulimwengu wa roho, lakini katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ikiwa apandacho mtu ndicho atakachokivuna, natamani nikwambia kwamba maisha unayoishi leo ni mbegu.
Maisha unayoishi leo, lifestyle unayoishi leo ni mbegu ambayo kesho utavuna matokeo yake. Haleluya. Amen. Ili kanuni ya muhimu sana. Hakikisha una umakini wali ya juu ya kujua nini unapanda leo, kwa sababu ikiwa maisha tu ni mbegu, kuna vitu vingi umepanda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi umepanda, na nikwambie kwa taarifa ya kwamba shetani akitaka kuharibu maisha ya mtu, anachotafuta, sikiliza, ni kitu kidogo tu. Kuna kitu anapanda. Haleluya. Amen. Kuna kitu anapanda. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5, maandiko yanasema baba zetu walitenda maovu, haleluya, lakini leo hawapo. Sasa sisi tumeyabeba maovu yao. It means kwamba nyakati walizoishi mababa zetu na mababu zetu, kuna mbegu walipanda. Haleluya. Na wewe ni matokeo ya mbegu waliopanda wazee wako. Yes. You are the results of that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiza nikwambie, some of us kuwa wachungaji sio uchaguzi wa taaluma. Haleluya. Ni mbegu walizopanda mababu. Yes. Wewe ni matokeo ya mbegu. Ukijua hilo itakusaidia kuwa makini leo unapanda nini. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wanatamani kuwa na heshima au waheshimiwe, lakini mbegu wanazopanda leo hazi compliment na ile heshima wanayoitamani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanapenda kuthaminiwa, lakini aina ya mbegu na maisha wanayoishi leo hayatawasaidia kuvuna heshima, kwa sababu unachokipanda ni fedheha, utavuna fedheha. Haleluya. Ukipanda uovu, utavuna uovu. Maisha ni mbegu. Tumezungukwa na wingu kubwa na wigo mkubwa sana wa kila tunachofanya. Maneno unazungumza ni mbegu. Haleluya. Amen. Haleluya. Maneno unayowaambia watu ni mbegu. Yesu alisema wapeni watu vitu nanyi mtapewa hivyo hivyo vifuani mwenu. Haleluya. It means unachokifanya leo unakifanya kama mbegu. Expect kuvuna wakati na majira fulani. Expect that. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unatamani kuwa na ndoa nzuri. What are you planting today? Nini unapanda leo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unatamani kuwa tajiri. Je, unapanda mbegu ya utajiri? Kuna kanuni zinazosababisha tajiri awe tajiri, lakini kuna kanuni zinazosababisha maskini awe maskini. Haleluya. Amen. Know the principle ya kuwa tajiri na uanze kupanda leo mbegu ya utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana Mungu hadhihakiwi. Unachokifanya leo utakikuta kesho. Na niseme neno moja ambalo ni makini sana. Haleluya. Amen. Niseme neno moja makini sana, ya kwamba unachokifanya leo na kile unachokipractice leo hautakivuna wewe mwenyewe. Inawezekana ukavuna uzao wako. Haleluya. Yes. Be careful nini unapanda leo. Amen. Be very careful. What are you practicing today? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni baba na una mabinti. Be careful na mabinti wa watu. Haleluya. Yes. Mabinti zako watakuja kuvuna unachokipractice leo kwa mabinti wa wengine. Glory to God. Amen. Inawezekana hiyo ni ngumu kumeza, lakini ichukue, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mwanandoa unatamani ndoa nzuri, ni kijana unatamani ndoa nzuri, anza kuzijua kanuni muhimu za ndoa nzuri, uanze kuishi leo. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu kile unachotenda kwa asili, that's why, sikiza nikwambie, kuna vitu unawafanyia watu leo, inawezekana ni vizuri au ni vibaya, haijalishi ni kizuri au ni kibaya, vyovyote, ila ukae ukijua kwamba hicho unachokifanya kwa watu ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And this is so painful. Inawezekana wewe usivune, kama ni kitu kibaya, wakavuna watoto wako, ukavuna uzao wako. Haleluya. Haleluya. Amen. Be very 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 careful.
That's why wengi wetu leo hii tunapitia matokeo ya vile vitu ambavyo wazee wetu walivipanda. Inawezekana vinaleta disasters katika maeneo fulani, edha ya kifedha, edha katika eneo la uchumi, edha katika eneo la kazi, edha katika eneo la huduma. Tuna suffer consequences ambazo ni mbegu walipanda wao. Hatukuwepo huko, lakini leo tunabeba matukio na matunda ya mavuno ya kile walichokipanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiza nikwambie, kuna vitu Mungu aliamua kufanya na Ibrahim, na Ibrahimu alikubali kufanya kwa ajili ya Mungu. Hakuvuna yeye peke yake, vilikuja vizazi vya Ibrahimu vilivuna mpaka kina Daudi walikutana navyo. Haleluya. Yes. Na mpaka leo Biblia inasema kwa njia ya Ibrahimu tumekuwa warithi wa baraka kupitia Kristo Yesu. Ukarithi hizo baraka katika jina la Yesu Kristo. It was a seed. Ilikuwa ni mbegu. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni mbegu. Na kuna nyakati unaona Mungu anamwambia Isaka ya kwamba ninafanya kwa sababu ya kiapo nilichofanya na Ibrahim. Haleluya. Oh, yes. Anafanya reference ya kila ambacho Ibrahim alikifanya kwa ajili ya Mungu. It was a seed. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Do you want people to trust you? Unatamani watu wa kuamini? Aminika. Haleluya. Oh, yes. Panda mbegu ya kuaminika leo ili watu wa kuamini. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Unajua Yesu alifundisha doctrine moja ambayo inanigusa sana, akasema ikiwa hamkuwa waaminifu kwa mali za wengine. Haleluya. Amen. Who trusts you for your own? Nani atakuamini kwa kila ambacho ni cha kwako? Ikiwa wewe haukupanda mbegu ya uaminifu, sikiliza, uaminifu ni mbegu inaota na utavuna matunda ya uaminifu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Chochote inawezekana, kikiwa ni kizuri na kibaya. Sasa Biblia inasema kwamba mpanzi, mtu mzuri ambaye ni Mungu, alipanda mbegu njema katika maisha ya watu. Yesu alihubiri katika habari hiyo, akasema lakini ilipofika usiku, shetani akajua kuna kanuni muhimu ambayo huyu mtu ameipractice. Haleluya. Amepanda mbegu nzuri. Biblia inasema majira usiku watu walipolala, haleluya, adui naye akaja akapanda nini? Magugu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua kanuni na nguvu ya kupanda, na wewe unatakiwa ujue nguvu ya kupanda. Haleluya. Lakini pia shetani yuko sensitive na kujua nini anapanda kwenye maisha yako leo. Hana pressure na nini, anajua as long as amepanda mbegu ambayo itakusumbua baada ya miaka 20, amekaa amerelax. Lakini maandiko yanasema saa imefika, kila pando ambalo Baba hajalipanda litang'olewa katika jina la Yesu. Mbegu ya uovu itang'olewa katika maisha yako, kwa maana Kristo amesema itang'olewa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kusamehe ni mbegu. Samehe. Haleluya. Amen. Haleluya. Unatamani kusamehewa? Biblia inasema kwamba msipowasamehe ninyi makosa watu wengine, hata Baba yenu wa mbinguni hata fanya nini? Hata wasamehe. Kwa sababu gani? Ikiwa hauna moyo wa msamaha, hata Mungu hawezi kukusamehe. Haleluya. Yes. That is scriptures, sio maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inapatikana katika Luka ile sura ya nafikiri nazia Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 14 na 15. Tusome ile andiko, nafikiri tusome pale Pastor Isaac. Mathayo sura ya 6 mstari wa 14. mstari wa 14. Yes. Biblia inasema, Yes. kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Anasema mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. haleluya. Amen. Umesikia hiyo kitu? Mkiwasamehe, forgive please. Haleluya. Amen. Kuna watu wana roho za visasi, hawataki kusamehe. It is very risky. Haleluya. Amen. Na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ikiwa ninyi mnasamehe kwanza. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuangalie faida ya kupanda mbegu njema. Faida ya kwanza, ikiwa utapanda mbegu njema, hautavuna mwenyewe, vitavuna vizazi vyako. Haleluya. Yes. Yaani utavuna wewe na uzao wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Listen to this. Inawezekana leo usione uhitaji wa kutoa sadaka kwa watoto yatima. Who knows about tomorrow? Hallelujah. Amen. Who knows about tomorrow? Nobody knows. It is only Jesus. Hallelujah. Oh yes. Ni kwa majira gani utaondoka hujui? There are times utapanda mbegu kwa ajili ya watoto wengine, lakini ukiondoka, safari ipo.
sikutishi, haleluya, Amen. lakini haitakuwa kwako mapema katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. There are people will take care of your own kids once you have gone. Kuna watu watasaidia watoto wako wakati umeondoka. Sikutabiri kifo katika jina la Yesu, haleluya. Lakini tunaviona vinatokea katika ulimwengu. Why tunao yatima? Sio kwamba wale waliotangulia ni wema zaidi au walikuwa ni wabaya kuliko sisi, haleluya. Ni rehema za Mungu kwamba hatuangamii. Oh yes. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Panda mbegu leo kwa ajili ya watoto wengine. Saidia wale ambao unaona wanahitaji msaada, haleluya. Ni mbegu unapanda kwa ajili ya uzao wako. Utavuna wewe na uzao wako utavuna, haleluya. Namuona mfalme Daudi katika kitabu cha Samuel wa pili. Maandiko yanasema, akasema yuko wapi mtu katika mabaki aliyebaki katika nyumba ili niweze kumsaidia, haleluya. Amen. Ukisoma ukabali ya jina la Mephibosheth, haleluya. Yes. Majina Biblia magumu sana. Mephibosheth. Akasema nisaidia, akasema yuko binti, akaletwa pale, akasema ulitendaga mema, it is time, unavuna. Haleluya. Alibarikiwa, akaletwa ikulu kwa ajili, alipanda. Ni benefit ya kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Rahabu kahaba wa Yeriko aliwapokea na kuwahifadhi wapelelezi 12 wa Israeli, haleluya. It was a seed, ilikuwa ni mbegu. Biblia inasema wakamwahidi, wakaweka agano ya kwamba tutakapokuja kuteketeza huu mji tutakumbuka wewe na familia yako, haleluya. Ni maombi yangu kwamba Bwana akumbuke wewe na familia yako. Unapopanda mbegu kwa watu wengine, Bwana akumbuke uzao wako, Bwana akumbuke watoto wako, Bwana akumbuke mume wako, na Mungu akumbuke ndoa yako. Amen. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Faida ya pili ya kupanda mbegu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii hauhitaji kuomba, this is automatic, ina happen. Hallelujah. Amen. Nilikwambia kanuni zinaenda na mfumo, ni mfumo. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Ukipanda mbegu nzuri, sikiza mtu wa Mungu. Faida ya pili ni kwamba kuna majira ya kusaulika katika chini ya jua. Haleluya. Yes. Kuna majira ya kusaulika. Sikiliza, kuna aina ya mbegu ukipanda Mungu atakukumbuka tu. Remember about Joseph. Haleluya. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Remember about Joseph. Alikuwa ni mfungwa. Yes. Alitamani watu wakumbuke, lakini kuna vitu alifanya. Haleluya. Sikiliza, hata kumtumikia Mungu ni mbegu. Kuna watu watakukumbuka kwa huduma unayofanya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Yusufu alikumbukwa, kuna mtu akasema okay, no, kuna mfungwa mmoja. Haleluya. Yes. Yuko mfungwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yuko mfungwa mmoja, yule mtu ana kitu. Alafu jamaa akashangaa, siku ameitwa tu. Unaitwa wapi? Unajua kitu kama mfungwa, unajua umeitwa kufanya kazi, umeitwa kwenda kutumikia kitu fulani, umeitwa kwenye majukumu ya kifungo, lakini this time aliitwa kwenda mbele ya mfalme direct, kwa sababu alikuwa na vitu anavifanya in secret. Haleluya. Alikwambia kuna vitu utavifanya kwa siri, lakini one day Mungu ataviweka public. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi kwa hiyo jambo. Kuna vitu unavifanya kimya, one day Mungu ataviweka public. Kwa sababu gani? Ni mbegu inaota. Mbegu yoyote ina kawaida ya kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu utapanda afu kikaendelea kukaa kwenye ardhi. Mbegu ina kawaida ya kukua na kuota. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Tuangalie sehemu ya mwisho kwa habari ya mbegu. Adui akitaka kuharibu vizazi huwa anapanda mbegu. Andika hiyo, itakusaidia. Ambaye ni Mathayo 13:20 anasema, lakini watu walipolala usiku akaja akapanda magugu. Sasa kuna swali ambalo natamani tujiulize, ya kwamba ikiwa mimi niliishi maisha ya kupanda mbegu mbaya, is there any possibility nika uproot zile mbegu? Kuna kanuni ya kung'oa zile mbegu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ushindeni ubaya kwa nini? Wema. Kwa wema. You can start afresh today. Hallelujah. Hallelujah. There is a room for that. Kuna nafasi ya kupanda vitu vizuri vitakavyo replace vitu vibaya na mbegu mbaya in future. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana maandiko yanasema katika Mathayo 15:13, Pastor Isaac tafadhali. Mathayo 15:13. Kuna neno zuri sana ambalo Biblia inazungumza katika eneo hilo. 15:13 Mathayo. 15:13. Yes. Biblia inasema, akajibu akasema, ndio, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni, kila pando ambalo amepanda adui katika maisha yako
litang'olewa. Litang'olewa. Glory to God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamka ikawe kwako katika jina la Yesu. Amen. Inawezekana kuna majira mbegu mbaya ilipandwa. Hallelujah. Leo ikang'olewe katika jina la Yesu Kristo. Mbegu zote zilizomea hautavuna katika matunda yale. Ninatamka katika jina la Yesu Kristo. Mabaya ambayo walipractice babu na bibi na mababa, hayatakuwa matokeo yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Glory to God. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mungu wetu ni mwema sana. Oh yes. Najisikia neema ya Mungu asubuhi ya leo. Twende kanuni ya pili kwa haraka kabisa kwa dakika 10. Kanuni ya pili inaitwa kanuni ya kujidhabihu. It is a principle of sacrifice. Ikiwa unataka matokeo yoyote, hii kanuni haina mbadala. Ni kanuni ya kujidhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu yoyote ambaye anaishi katika ufalme wa Mungu, kuna aina za dhabihu. Sitapata muda kuzitaja leo, lakini sikiliza mtu wa Mungu, kanuni ya kujidhabihu. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni kuua. Oh yes. Ili kuishi. Amen. Ni kupoteza ili kupata. Hallelujah. Amen. It is to lose in order to gain. Oh yes. That is sacrifice. Anaipenda nafsi yake ataipoteza. Hallelujah. Lakini anaipoteza ataipata kwa ajili yako. Oh yes. Oh my God. Hallelujah. Amen. Lose in order to gain. Poteza ili upate. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dhabihu ni kanuni ya muhimu sana. Sikiza mtu wa Mungu, kuna levels za mafanikio hauwezi kufika unless umeengage sacrifice. Oh yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Narudia tena kwa mara ya pili ili stick ndani ya moyo wako. Kuna matokeo unayatamani, sikiza mtu wa Mungu, hautayapata unless umeingia katika level ya kusacrifice. Hallelujah. Na hii ni kanuni ambayo Mungu alitembea na watu. Level kubwa kiroho, revelation kubwa kiroho zinahitaji upoteze vitu fulani. Hallelujah. Inawezekana ni afya ikadimandi kupotea kwa muda, inawezekana utakonda kwa muda, inawezekana ukapotea mbele ya watu kwa muda. Lakini kwa kadri kanuni hii inafanya kazi zaidi, unapotea ndipo unaanza kuonekana. Mbegu inapopandwa katika ardhi lazima ipotee, ifunikwe na udongo. Lakini as soon as possible inaanza kutokea baada ya kupotea. Na tabiri juu ya maisha yako mwaka huu, unapotamani ujio wa Bwana, potea katika maombi, potea katika utoaji, potea katika maombi, potea katika utumishi. Utatokea kama nuru ya asubuhi. You will arise in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lose in order to gain. Oh yes. Poteza ili upate. Amen. Ni kanuni muhimu sana. Yes. Hallelujah. Amen. Hakuna mtu alienda na Mungu umbali mkubwa bila sacrifice. Waulize kina Musa. Hallelujah. There was a time walipoteza familia, walipoteza watoto. Kuondoka siku 40 away from your own family is not an easy task. Hallelujah. Yes. Sio jambo rahisi. And by the way, shetani amekamata watu wengi katika eneo hili. They think vitu vita happen hivi. Sikiliza, hata katika ulimwengu wa giza wanajua nguvu ya sacrifice. Hallelujah. Oh yes. Ukitaka kwenda level kubwa katika uchumi, sikiliza, wanakuambia add more sacrifice. Mwalimu Kasega alisema kitu kimoja ambacho kiligusa moyo wangu. Akasema kuna wakati Mungu alidemand 30% ya muda wetu katika ministry. Yes. Tulitoa. Kuna wakati Mungu alidemand 50%, 50% ya muda wetu tulitoa. Akasema nao Mungu amedemand 100, tumempa, na Bwana anawapeleka viwango. Hallelujah. Bwana amewatambulisha duniani. Oh yes. Wakienda wanaheshimiwa. Amen. They have sacrificed their own life. Hey. Hawezi kwenda kama mtumishi umbali mkubwa bila sacrifice. Listen to me, watu wa Mountain of Wonders. We need to sacrifice ili Bwana tuchilie. Hallelujah. We need to sacrifice ili kanisa lijae. We need to sacrifice ili Bwana tutambulishe Mwanza, atutambulishe Tanzania, atatutambulisha Ulaya. Mataifa watatujua. United Kingdom watajua Mountain of Wonders. We need to sacrifice. Oh yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Amen. Naona nisikiza katika mtandao. Sikiliza, inawezekana ibada hii unaifuatilia live. Kama nikuambia kitu kimoja, sacrifice na dhabihu ni njia ya wewe kutokea upande wa Hallelujah. Amen. Ni njia ya mtu kupenya katika viwango vingine. Ni njia ya mtu kutokea kwa watu ambao hawajui, watu ambao hawajawahi kutambulishwa. Sikiliza, usifikiri unamjua Miles Munro kwa sababu aliwahi kukanyaga Mwanza, Tanzania. Unamjua kwa sababu once alisacrifice. Hallelujah. Alifunga na kuomba. Alipotea, inawezekana kuna majira mke wake alimhitaji, hakuweza kumpata. Lakini leo hii you know him kwa sababu alisacrifice. Ninasema neno la kinabii juu ya mtu mmoja hapa. Inawezekana Ulaya hawakujui. Sacrifice, Bwana atakutambulisha Ulaya. Inawezekana Mwanza hawakujui. Sacrifice itakutambulisha. Inawezekana Europe hawakujui. Sacrifice itakutambulisha. Naona Bwana anatambulisha mtu mmoja. Naona Bwana anakupeleka viwango. Naona Bwana anakutokezea kama nuru ya asubuhi. Sacrifice. Amen. Dhabihu. Hallelujah. Wangapi anamjua Boaz Duncan? Boaz Duncan, mwimbaji wetu, tutolee mfano vya kwetu. Hallelujah. Amen. Amaye kufika nyumbani kwako? No. Amaye kufika kijiji kwako? No. Hallelujah. Kwa nini unamjua? Usifikiri unamjua kwa bahati mbaya. Kuna sacrifice analipa na Mungu anamtambulisha kwako. Oh my God. Yes. Hallelujah. Amen. Sikiza nikwambie, bila sacrifice utaishi maisha ya aibu. Utajulikana tu na balozi wako wa nyumba 10 huko kwingine uendi. Yaani hakuna no substitute. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi nilikuwa natoka Shinyanga, tukafika mahali fulani, barabara imefungwa, magari mengi. Tukauliza kuna nini hapa? Akasema I say kuna tajiri ambaye amefariki, ni msiba wake. Utafunga barabara siku moja katika jina la Yesu. Amen. Utazaa na utazeeka katika uzee mwema. Bwana akiwa amekutambulisha. Hallelujah. I prophesy hata msiba wako hautakuwa wa kawaida. Rais wa nchi atahudhuria. Atatuma ujumbe Ikulu kwamba kuna mtu ameacha alama mahali fulani. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sacrifice. Kuna vitu na matokeo hautayaona mtu wa Mungu unless you sacrifice. Yes. Let me tell you something. Mwezi wa pili tuta practice sacrifice. Hallelujah. And the church will explode like fire. Amen. In the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuta sacrifice, uchumi wako utabadilika. Hallelujah. Tuta sacrifice, utakuwa na ndoa. Tuta sacrifice, Bwana ataleta mume mzuri. Amefukuzwa kule mbali, anakutafuta. Anasema I need somebody from Tanzania. Mountain of wonders. Natabiri harusi yako haitakuwa ya kawaida. Itakuwa harusi ambayo Bwana atakuheshimisha. Amen. Sacrifice. It is time to sacrifice. Funga na kuomba. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Mtu mmoja mwenye kima akasema mambo hayatokei hivi, yanasababisha kwa nini? Kutokea. They are caused to happen. I declare and decree in your life, they will happen in Jesus' mighty name. Hallelujah. Itatokea katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Sacrifice kwa ajili ya ndoa yako. Hallelujah. Amen. There are times acha kula, funga na kuomba, jinyime kwa ajili ya familia. Kijana hujaoa, hujaolewa, usibweteke. Hallelujah. Hakuna mtu atakutengenezea ndoa nzuri. Igaramikie ndoa yako kwa magoti, kwa kufunga, kwa kuomba, kwa kutafuta knowledge katika vitabu. Soma vitabu. Acquire knowledge. Utaishi maisha ambayo umesacrifice katika maisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. There is sacrifice everywhere. Sikiza nikwambia, hata plan tulizonazo kama kanisa mbinguni ziko registered. Hallelujah. Once una sacrifice kwa ajili ya mahitaji ya kanisa, God will sacrifice for your own sake. Hallelujah. Amen. Mungu atafanya watu wajidhabihi kwa ajili yako, na nakutabiri katika jina la Yesu. Nakutabiria katika mwaka wa 2025 ya kwamba unapopanda kwa ajili ya Bwana, Mungu ataleta watu wapande kwa ajili ya maisha yako. Unapotoa kwa ajili ya Bwana, Mungu ataagiza watu kutoka mbali, watasomesha watoto wako, watakupa sponsor, watakupa scholarship kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu mmoja jana alinipigia simu akaniambia, pastor, kuna kazi nahitaji. Mama mchungaji anafahamu.
Akaniambia, pastor, naona kuna kitu kinaenda ndivyo sivyo. Nikamwambia, okay, I will pray for this, but practice kanuni za muhimu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You need to sacrifice for what you need. Hallelujah. Hallelujah. Nikamwambia, mtafute Mungu kwenye nadhiri. Weka nadhiri, nini unataka ufanyie Mungu. Mungu atakupa hicho kitu. Na nimepromise before wiki hii haijaisha, hii inayoanza kesho ya tarehe 3, kuanzia tarehe 3 mpaka Ijumaa, Mungu atampa ile kazi. Natamka katika madhabahu kwa jina la Yesu. God knows, na Mungu yuko aware na hilo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Ukiona kuna vitu haviendi, yes, practice sacrifice. Hallelujah. Yes. Unajua Yakobo alifikia mahali fulani alistaka, akasema kwamba no, Mungu ukinibariki huko nakwenda. Hallelujah. Amen. Ukanibariki, ukanilinda, nikarudi salama, ndipo utakuwa Mungu wangu, na katika kila nitakachopata nitatoa fungu la 10. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuna the way unaweza ukamconvince Mungu kwa njia ya sacrifice. There is no any other way. Unaweza ukaomba, sikiza nikupe majibu. Ikiwa kuna jambo umeomba na kuomba na kuomba hujapata majibu, acha kuomba. Ninakupa permit leo, acha kuomba. Practice sacrifice. Hallelujah. Engage maombi ya nadhiri. Hallelujah. Engage maombi ya sadaka. That is another gear ya kusababisha mbingu zifanye kazi mchana na usiku, ili upate unachotamani. Amen. Mwisho kabisa, jina Bwana ibarikiwe. Amen. This is a principle of walking in divine direction. Ni kanuni ya kutembea katika uelekeo wa kiungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizia kwa kusema hivi, kuna aina ya baraka hutazipata unless umeenda mwelekeo Mungu anataka uelekee. Oh yes. Hallelujah. Amen. Mungu akamwambia Ibrahimu, toka wewe nyumbani, katikati ya ndugu zako, katikati ya jamaa zako, uende. Hallelujah. Mahali nitakapokuelekeza, uende katika nchi nitakayokuambia. Kwa maana huko, hebu sema kwa maana huko. Kwa maana huko Nitalikuza jina lako. Hallelujah. Yes. Nitauzidisha uzao wako. Yes. Mungu anasema nitakubariki na utakuwa baraka. Uende huko. Sikiliza, kuna aina ya direction unaenda ambako Mungu anaparifa, sio huko anakotaka. Hallelujah. Yes. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahim, nenda katika nchi usiyojua, nitakukuza huko. Hebu sema huko. Huko. Na kutabiria kuna mahali ambapo hujawahi kwenda. Biblia inasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho sio njia salama. Na tabiri kwako hautaenda katika njia ambayo sio salama. Anasema mwisho wake ni njia za mauti. Haitakuwepo mauti katika njia hiyo. Leo ninakurudisha, tembea katika uelekeo wa divine direction. Huko Bwana atalikuza jina lako. Huko Bwana atakutambulisha kwa mataifa. Huko Bwana atakuwa Mungu wako, nawe utakuwa mwana wake. Yes. Huko, hebu sema huko. Huko. Amwambie jirani, unaelekea wapi? Unaelekea wapi? Hallelujah. Amen. Unaelekea wapi? Kama ni kwenye ndoa, kuna huko kwenye ndoa nzuri. Hallelujah. Yes. Kuna chemba ya ndoa ambayo ukikaa wengine wanalia, lakini wewe unaenjoy. Hallelujah. Kuna chemba ambayo unakaa, wengine wanasema ndoa ndoano, wewe unasema ninauona wema Bwana katika nchi ya walio hai. Kuna eneo ambayo inaitwa huko, sema huko. Wengine wanasema ubwela, ukimwaga mboga na mwaga ugali, lakini wanasema tunaenda mpaka mwisho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I receive. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kwa nini vimsemo vya soka vinakuja, gusa, achia, twende huko. Hallelujah. Amen. Yani sacrifice, twende huko kwenye baraka za Bwana. Glory to God. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. Amen. Simnipigie makofi kidogo, kuna vitu vingine na Hallelujah. Oh, glory to the name of the Lord. Nasema maisha yako hayatakuwa hasara katika jina la Yesu. Hata unanifuatilia mtandaoni, maisha yako hayatakuwa na hasara. Ninatabiri mwezi wa pili kuna breakthrough mpya. Ninatabiri mwezi wa pili kuna mahali Bwana anakupeleka. Hata kama umelia miaka 10, ninaona mwezi wa pili ni mwaka wa kicheko kwa ajili yako. Utacheka, naona sauti ya furaha na shukrani katika jina la Yesu. Oh yes. Simama kwa miguu yako. Amen. Raboho shika